uchezi eleweke na wewe bana. Usiangalie za kwangu, angalia za kwako. Kwa hiyo unacheza unarudi huko hivi. Mimi naenda hivi, wewe subiri. Kila siku nitakuwa nakuelekeza kucheza. Basi na mimi ngoja nicheze hapa. Nimeshakuona akili zako wewe. Sawa. Hamna shida. Ila wewe ni mtoto gani? Ndio. Huyo mchungaji, kwani ni mchungaji anayeuza furu? Kachungaji? Kale kana kuuza kafuru? Yule ni mchungaji hakika. Mimi nakwambia yule ni mchungaji. Mbali sana yule mchungaji. Yule ni mpiga dili. Wewe, yani nikupeleka siku moja ukaangalie. Kufanya nini? Siwendi kasali. Mimi nakwambia yule ni mchungaji. Hivyo kabisa huyo. Mimi nakwambia kale ni kachungaji. Hamna. Yule ndio kashukiwa na baraka za Mwenyezi Mungu. Mimi siamini. Uamini? Wewe kama uamini. Ipo siku nikupeleke. Sikiliza. Mchungaji gani? Wewe uombe saa 12 za jioni, saa 12 asubuhi, alafu ufuru anazifuata saa ngapi? Yule mchungaji. Kawaida yake waka naondoka saa 12. Amemaliza maombi ndio anaenda kwenye furu. Halafu hata kama akiwa kwenye furu kule, yani anaendesha maombi mpaka na kule. Wewe hujaendaga tu ziwani. Ila siku moja ukienda ziwani, ukikakuta wewe maombi makali. Sikiliza. Sikatai. Lakini ninachokikataa ni kitu hiki kimoja. Muda sasa wa kutenga kuhudumia hawa ambao ni waumini wake saa ngapi? Ila niwaambie watu ambao hamwendei kanisani mna matatizo. Wewe ndio una matatizo na wewe una matatizo. Wewe. Yaani masuala mengi kutoenda kanisani. Ngoja nicheze kwanza. Una komandi kama mtu. Nilikuwa nacheza mimi. Alafu inatakiwa wewe msee inatakiwa nakupeleka kanisani nikafanye nini? Maana kwa sababu kila kitu ukijui. Au mlikuwa kama mnachunga tu ng'ombe amwendi kanisani. Walete na ukali huko. Ukali wa kanisani kuna ukali. Ushaona wapi? Ushaona wapi kanisani kuna ukali? Nianze na tulia na mchukina kwa hamna kitu. Kwa nini? Mtabaki iko kanisa yenu ya uongo. Kuna cha kanisa la uongo wala nini. Wewe ngoja nitakupeleka kanisani na utanielewa kwamba mimi yake. Yaani upeleke kanisani ukaombe, ukapigwe maombi. Nani wae? Takiwa ukapigwe maombi. Sio na pombe yangu. Hivi ilikuwa ni mchungaji au ni pombe? Ilikuwa ni mchungaji au ni pombe? Ilikuwa ni mchungaji au ni pombe? Acha dharau. Unajua na dharau. Tumeanzia kwa mchungaji. Punguza dharau bwana mdogo. Tatizo ni nini? Punguza dharau. Unajua wewe ana dharau. Brother, punguza dharau na kwa. Acha dharau zake. Unataka kuniita kichwa mimi? Kwa nini nisikulime? Sikia nini? Mama, nitakunyosha. Acha salamu zako. Acha dharau. Eti shida ni mchungaji. Hao wao wakishimpa hao. Shida ni mchungaji. Utanifanya nini? Ngoja sasa. Utanifanya nini? Huyu takuja nimunyoshe. Shida mchungaji. Tuma na mchungaji wako nitakunyorosha. Naona sasa. Ili shida mchungaji. Wewe. Bana hii. Shida mchungaji. Wewe. Chaza mtine. Mwanangu utacheza. Chaza mtine. Mwanangu utacheza. Wewe nenda brother. Wewe nenda brother. Itaumana. Chaza ngine. Mwanangu utacheza. Unacheza na kichwa hii? Shida nini bro? Eti shida namueleza mambo ya mchungaji. Nimemwelekeza kuhusu kachungaji, kauza furu. Yule mzee yule mwenye baskeli yule. Eti anasema sio kachungaji. Mimi nimemwelekeza mpaka kwamba yani kanaendaka kule ziwani. Kanapiga maombi. Kayenze. Kayenze kule. Yaani kale kako vizuri. Kwa hiyo ndio mmegombania. Eti shida ni hiyo kwa watu ambao waendei kanisani hao. Yaani huyu mtu anadharau. Alikaliaga kuchunga mang'ombe tu. Hata kwenda kanisani hamna. Sasa bro. Ama ile mchungaji mimi nikwambia brother. Ndio. Ile mchungaji. Ushakaona? Juzi. Nilikuwa nimekaa sehemu fulani hivi. Akanikuta akanipiga neno. Ndio. Unaona? Aliponipiga neno. Mimi kaisi huyu mzee atakuwa ni mbabaishaji. Ndio. Unaona? Lakini sasa kumbe ile ni mchungaji. Mchungaji hakika kabisa mimi namjua. Namjua mwanzo mwisho.
Sasa brother, fanya hivi. Ndio. Msiba kugombana kwenye mambo ya uchungaji sina huyu mzee uliyomuona. Huyu ni mpagani. Sawa kabisa. Kwa hiyo achana naye. Ndio. Kwa hiyo cha mzee brother, tuende mpilani. Sawa, hamna shida. Tunaenda mpilani? Tunaenda mpilani. Fresh. Kila kidogo toe ngeo. Sasa nasahau sana. Basi sawa. Ipo siku tutamana. Shoga yangu. Kulikuwa hivyo vitabu? Shoga yangu. Wewe tena. Wewe na vitabu wapi na wapi? Si unajua tena ndugu yangu. Nasema neno la Mungu. Neno la Mungu tena. Wapi na wapi? Wewe, kwa toka jana na kupigia simu upokee. Shida nini? Shoga yangu. Wewe tena. Hebu subiri kwanza nikupatie kiti. Tuongee vizuri. Hebu niambie ubuyu sasa. Basi Jessica kanipigia simu Helen. Kakwambia nini? Sasa niambia habari zile za mchungaji. Wewe tena. Ikawaje? Yaani hivi. Huyu naye ananiambia habari za mchungaji. Wewe naye nimekuta unasoma vitabu. Shida nini? Mimi nimerogwa watu, ni basi uelewi. Yaani mnanichosha kweli yani. Mimi hata sijui nifanyeje. Hebu niambie. Huyu mchungaji kawapa nini kwanza? Maana siwaelewi kabisa. Agnes. Kwani jambo la kuokoka nao ni jambo gani? Kwani nawashangaa yani mimi hata siwaelewi. Acheni basi. Mambo ya acheni bana. Wewe mchungaji kitu gani? Hana uchungaji wowote. Yaani yupo tu. Mimi mnanichosha kwa kweli. Yaani mimi hata sijui nifanyeje. Yaani mimi hadi mnanichosha kwa kweli. Kwanza mimi niende zangu tu nyumbani. Nyumbani tena? Kwani ulikuwa umefuata nini shoga yangu? Mmenichosha kwa mimi niende zangu nyumbani. Mmenichosha sana siwezi. Wewe Agnes. Niacheni. Agnes jamani, ndio umeondoka. Baba yetu Mwenyezi Mungu, tazama Baba, niko mbele yako katika siku hii ya leo Bwana, ambayo wewe Bwana umetuagiza Bwana tuutafute uso wako Bwana. Nami tazama katika siku hii ya leo Bwana, nimekuja hapa mlimani kama jinsi ambavyo Mungu Yesu alivyokuwa akipanda mlimani kwa sababu ya kushama na wewe Bwana. Alipobeba wanafunzi wake wakapanda mlimani kwa sababu ya kukuabudu wewe Bwana. Nami nimekuja mahali hapa Yesu kwa sababu ya kutafuta uso wako Bwana. Nami ninapokuja nakuja mbele zako kwa sababu tumaini langu liko mbele zako Bwana. Ninahitaji Yesu kanijibu juu ya maombi yangu ambayo Mungu ninayaomba kwa muda mrefu Bwana. Tazama katika safari ya utumishi huu Bwana, ambao umeniita mimi nikiwa siwezi Bwana, lakini umenitia nguvu na kunipa moyo wa kusimama. Ulinitambua tangu niko tumboni mwa mamangu Bwana, ukiamini kwamba mimi ni mtumishi wako Bwana. Wewe ni Mungu unayetulinda Bwana, uweza wako na nguvu zako Bwana ukatawala juu ya maisha yangu katika safari ya utumishi huu Bwana, ambao umeniita Bwana. Ninaomba Yesu kanipe nguvu, uweza wako ukatawala juu ya maisha yangu Bwana. Yes. 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 Nakuomba Bwana.
ndugu bekuma folo solo anbeta sirakan enkafamna yeah amen ukono ibeye hey mama hey mama hey mama hey mama Sasa mke wangu, nilipokuwa kwenye yale maombi ya masaa 72, baada ya kuwa niko pale mlimani nikiwa ninaomba, kuna kitu Mungu alinionyesha. Kwa sababu Mungu alinionyesha, napenda kukuambia kama wewe, kwa sababu ni mke wangu, kuna maono ambayo nilionyeshwa pale nikiwa niko pale mlimani. Mke wangu, katika kazi ya Mungu hii tunayoifanya ni ngumu, lakini ni kuombe mke wangu kuwa na moyo wa uvumilivu. Mapito haya unayoona tunayapitia haya, Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ameshatujibu, japo katika ulimwengu wa nyama huu bado tunaonekana tuna maisha haya, lakini katika ulimwengu wa roho Mungu ameshajibu. Hili kanisa unaona tunahangaika kwenye miembe, tunapitia maisha magumu haya, lakini Mungu ni mwaminifu juu yetu. Ameshatuonyesha mke wangu kuwa tuna kanisa moja kubwa sana. Amina na hiyo hivyo. Basi nashukuru kwa majibu yako hayo mazuri unayoendelea kunitia moyo katika utumishi huu, kwa maana kwamba nimeona pia wewe ni mke wangu, lazima nikuambie jambo la namna hii. Na mimi pia nikutie moyo, japo unapitia maisha magumu, maisha haya tunayolala hapa chini, tunahangaika na beba baisikeli nafuata furu, lakini bado mke wangu umekuwa mvumilivu. Naweza nikasema Mungu alikupa kwa sababu alinitazama maisha yangu. Ingelikuwa ni kama wanawake wengine kwa hiki kipindi tunachokipitia cha maisha magumu kama haya, sina imani kama ungeweza kuwa na mimi, lakini kwa sababu ya Mungu aliyoijenga roho yake ndani yako na roho ya utumishi aliyouweka, Mungu alijua kwamba angenipatia mwanamke ambaye sio mvumilivu, yamkini nisingekuwa naye. Lakini Mungu akaangalia kwenye moyo wako, akakuona wewe kama ni mwanamke ambaye unaweza ukavumilia maisha haya. Kuona kwamba kama unaweza ukavumilia maisha kama haya, ninaomba mke wangu kuwa mvumilivu katika maisha haya. Ninakuomba mke wangu usije ukanikimbia, tuvumilie tu. Mungu ni mwaminifu. Fedha na dhahabu vyote ni mali ya Bwana. Ipo siku Mungu atatutendea kama jinsi alivyonionyesha nilipokuwa mlimani nikiomba. Mungu akanijibu na kunionyesha kanisa ambalo nitasimama kuwa mtumishi wake. Naomba nikwambie mke wangu, kwa mvumilivu Bwana atatutendea. Bwana ni mwaminifu wa maagano yake. Mungu hajawahi kuharibu maagano. Nakuelewa mwanangu, nitafanya hivyo. Ndugu bekuma folo solo and better